Kono Film, DJ Big TZ Family. Haya sasa, karibu tena kwa chatu hii Kono Film, DJ Big TZ. Kama hadithi hedi inavyosema, pete ya ajabu ya Trisha. Trisha alikuwa msichana mwenye umri wa miaka 12. Aliishi katika kijiji kidogo. Baba yake Halim alikuwa mvuvi hodari na mama yake Zakia alikuwa mkulima wa bustani. Trisha alikuwa mwanafunzi ambaye alikuwa na shida kubwa shule. Hafahamu kwa lolote lile kuhusu masomo yake, na mara nyingi alikuwa akihangaika kufanya kazi za darasani. Wanafunzi wenzake haswa Kilangaso na Chanuo walikuwa wakimdhihaki kila siku kwa sababu ya kushindwa kwake. Trisha hata kujaribu haujui, walimwambia mara kwa mara, lakini Trisha alishindwa kufahamu masomo yake. Trisha alikuwa ni huzuni kubwa, kila wakati akikaa kijinamia, kukimbilia kwenye mijiti mikubwa na kukaa pembeni na kulia. Alijisikia kama hakuwa na tumaini la kufanikiwa. Baba yake Halim aliona hali yake na akamwambia Trisha, usiwe na hofu mwanangu, ipo siku utafanikiwa, utafahamu kusoma. Kila mtu ana wakati wake, Mungu atakupa kila kitakachokusaidia. Siku moja wakati wa safari yake ya uvuvuni, baba Halim alikutana na jambo la kushangaza. Alikuwa ametupa wavu wa baharini na alipokuwa akifuta, aligundua kuwa alikuwa amekamata samaki wa kuvutia sana. Samaki huyo alikuwa na magamba yenye rangi ya kijani kibichi yakiyong'aa kwa mwanga wa ajabu. Alipomvua samaki huyo, aliona kitu kikichomoza kwenye utumbo lake. Alichokuta kilikuwa na pete ya kifedha iliyokuwa na miamba ya kijani kibichi yenye mvuto wa kushangaza. Halim alikumbuka hadithi ya wazee wa kijiji wakizungumza juu ya vitu vya ajabu vilivyopatikana baharini. Aliamua kuichukua pete hiyo na kumwambia Trisha, hii ni pete ya ajabu, ni kama zawadi yako niliyokota baharini, na huenda pete hii ikakusaidia mwanangu. Itunze, uwe nayo kila wakati. Nimeipata baharini na ina nguvu za kipekee. Itakusaidia kwa muda, lakini itakupa uwezo wa kujifunza na kujiamini pia. Trisha alipoa pete hiyo kwa furaha, lakini hakujua nguvu zake hadi alipovaa skulini. Mara tu alipovaa pete hiyo, alijisikia tofauti. Alianza kuelewa masomo yake kwa urahisi zaidi, na alijisikia na nguvu mpya ya kujiamini. Lakini kwa kushangaza, hakuna mtu aliyeweza kuiona pete hiyo ilipokuwa ameivaa kwa shuleni. Akilipuka kwa rangi ya kijani kibichi na mwangaza wa ajabu kutoka kwenye pete hiyo, ilionekana kama ilikuwa imefichwa kwa macho ya wengine. Siku iliyofuata shuleni, Kilangaso na Chanuo walijaribu kumdhihaki kwa kawaida yao, lakini wakati huo Trisha alisimama imara na kusema, mimi nina uwezo wa kufanya vizuri na sitakiwi kudhihakiwa jamani. Wanafunzi wengine walimsikiliza na kuanza kumheshimu. Trisha alianza kufanya kazi ngumu zaidi na kufanikiwa kwenye mitihani yake. Lakini pete hiyo ilikuwa na siri moja kubwa. Ilikuwa ni baadhi ya muda tu. Samaki huyo alikuwa amemwambia Halim kuwa pete hiyo ingempa Trisha nguvu kwa muda, lakini ilikuwa ni kumfanya jifunze kujiamini na kutumia uwezo wake mwenyewe. Baada ya muda, pete hiyo ilianza kupotea nguvu zake za asili. Rangi yake ya kijani kibichi ilianza kufifia na Trisha alijisikia kama ingeweza kushindwa tena. Lakini alikumbuka maneno ya baba yake, kila mtu ana wakati wake. Alijifunza kuwa na imani katika uwezo wake mwenyewe hata bila hiyo. Mwisho wa muhala, Trisha alifanikiwa kufanya vizuri zaidi kuliko wote, na hata Kilangaso na Chanuo walimuomba msamaha na kuwa marafiki wake siku zote. Baba yake Halim na mama yake Zakia walifurahi sana mafanikio yake ya kufaulu mitihani yake. Mtoto huyo